Karibu episodi ya 4, tunaendelea tulipoishia. Episodi ya 3, Aram alikuwa akitaka kujua jina la binti, naye akamwambia kuwa anaitwa Chionki. Aram akamkumbuka Chionki wa miaka 19 iliyopita, japo hakuwa na uhakika, hivyo anahitaji kujua zaidi. Akamuuliza baba yako yukoje? Chionki akasema ni mchoraji na huwa anakaa katika soko fulani hivi pale mtaani. Aram anajaribu kuunganisha matukio ya zamani na haya anayoambiwa, lakini anabaki kujiuliza kama ni yule binti anayemtafuta, kama Mbosso anavyomtafuta wake wa darasa la 7. Aram akasema nitakulipa kwa wema ulionifanyia. Chionki akamwambia haina haja, kwa sababu wewe ndio ulikuwa wa kwanza kunisaidia. Lakini kwa nini uko hapa nje wakati ulitakiwa kuwa ndani? Aram akamwambia kuwepo mtu yeyote, kwa hiyo nikatoka nje ili kujitafutia njia mwenyewe. Nimekutana na wewe lakini nimeshakusababishia usumbufu wa kutosha. Chionki akasema hapana, mimi na wewe tumeshafahamiana kwa sasa, lakini nilihofia unaweza kuwa na baridi, kwa hiyo unapaswa kuingia ndani mpaka daktari atakapokuja. Haya, twende. Prince Juang akiwa anapita akamwona Aram na Chionki. Akauliza huyu si ndiye Aram asio Mungwani anayesadikika kuwa amepotea? Shaman ndani ya akili zake anasema huyu ni mtoto wa Seongjin, mtoto mwenye vipaji tangu zamani. Ina maana shetani ile siku aliingia katika mwili wa mtoto kwenye ibada ya mvua. Prince Juang akataka kwenda, lakini akazuiliwa na kuambia kuwa tunatakiwa kufanya uchunguzi wa kutosha ndipo twende. Baada ya wao kuingia ndani, Chionki akasema pumzika kwa muda alafu mimi nakuja. Huo ulikuwa ni tangulizo episodi ya 4. Na ukumbusho usiache kusubscribe, kulike na kushare. Pia usiache kubonyeza alama ya kengele ili tuweze kwenda sambamba. Prince ya Myeong naye akawa amefika maeneo haya. Akawa anauliza kama kuna mtu yeyote yuko hapa. Kuangalia mbele akamwona msichana mmoja mrembo sana. Akabaki kushangaa. Ikabidi avunge. Akauliza umeshamuona mwanaume aliyevalia uniform za Seo Mungwani? Chionki akasema hapana, sijamuona mtu yeyote huku. Akataka kuingia kwa nguvu. Chionki akamzuia na kumwambia huwezi kuingia ndani, kuna mtu anaumwa. Kwa hiyo huwezi kuingia ndani bila kupata idhini ya mmiliki. Prince akamuuliza unawezaje kuzuia njia yangu? Akaona nisipompiga mtu mkwara hapa stoboi. Akasema mimi ni mtu wa sura nzuri. Wananiita mtu mwenye mbinu 3, ushairi, fasihi na uchoraji. Halafu mimi ni Grand Prince wa hili taifa. Naitwa ya Myeong. Chionki akacheka kwelikweli kwa jinsi jamaa alivyojitamba. Akasema nitakiwa kuonyesha heshima kama ungekuwa ndiye Grand Prince ya Myeong. Chionki analeta mzaa. Hao hapa ndipo alipotoa ule msemo usimdharau usiyemjua. Grand Prince akasema unanidharau kisa nimevaa hizo nguo zinazotoa harufu. Chionki akasema basi wacha tujifanye kwa wewe ndiye Grand Prince ya Myeong. Akauliza je, sisi watu wa kawaida hatuna haki ya kulinda nyumba zetu kama mtukufu ataingia? Na hiyo ni sheria gani? Grand Prince ya Myeong akasema sikuwahi kujifunza kitu kama hicho kwenye maisha yangu. Nilizaliwa kama prince na nimeishi kama prince na ninachokijua ni kuongea kama prince. Chionki akauliza unafikiri ni nani atakayeamini kuwa wewe ni Grand Prince? Lakini sio mimi na huwezi kuingia ndani. Akaamua kumfukuza kabisa ili asimjazie watu. Aram akatoka anauliza kuna nini hapa nje. Grand Prince ya Myeong kugeuka anakuta ni Aram. Chionki akawa shoka ili avunje mtu. Aram akasema kumbe ni wewe Grand Prince ya Myeong. Chionki akaona ni noma, akaamua kusepa kwa sababu alikuwa tayari ameshabishana na mtoto wa kifalme. Grand Prince Juang na Shaman bado wako hapo wanashuhudia kila kitu. Muda mchache Mansu na watu wengine wakafika. Haamini kumuona mkuu wake. Grand Prince ya Myeong akamuuliza Aram kama ametembea na mguu siku mzima. Aram akasema nilikuwa njiani kuelekea Gwanchandae ndani ya mlima wa Inwan, lakini nikawa nimezimia ndani ya usafiri. Baada ya hapo sikumbuki kilichoendelea. Nilipoamka nikajikuta hapa. Haya bana, wakaamua kuondoka. Lakini Grand Prince akamwambia subiri. Kuna mwanamke mmoja alikuwa hapa anajikubali kweli, yuko wapi? Mwanamke mwenyewe yuko amejificha huko pembeni. Aram akasema mtukufu, kuna mwanamke alikuwa akiniangalia usiku mzima. Labda utakuwa unamsema huyo. Grand Prince akasema labda alikuwa anajaribu kukulinda. Atakuwa amejificha sehemu kama paka na siwezi kumuona. Hata hivyo tunatakiwa kuondoka. Grand Prince Juang anajiuliza, ina maana Aram na Grand Prince ya Myeong ni marafiki au? Shaman akasema Aram ni mshukiwa kama ulivyosema mtukufu. Lakini Grand Prince akauliza ni kwa nini hakukuwa na ishara miaka yote hiyo. Shaman akamwambia ataweka watu wa kulichunguza hilo. Baada ya Aram kuondoka, Chionki akatoka. Gyeongju-daeki ndo anafika amechoka mbaya mbovu. Anauliza wewe mtu uliokuwa unamsema yuko wapi? Tunaachana na huko tunaletwa hapa. Tunaona Grand Prince Juang ametoka zake kuoga. Sasa ukimtazama vizuri unaona kuna alama fulani ipo katika tumbo lake. Na kama unakumbuka vizuri katika episodi ya kwanza miaka 19 iliyopita, shetani alijaribu kuingia katika mwili wake lakini akawa ameshindwa kwa sababu alikuwa na kinga. Hivyo shetani akawa ameweza kumwachia alama hiyo katika mwili wake. Hapa anakumbuka Shaman alimwambia kuwa alama hiyo ya kovu haiwezi kutoka ni mpaka siku atakapoweza kukutana na shetani huyo aliweza kumsababishia alama hiyo. Grand Prince Juang anasema ni lazima aweze kumtafuta shetani huyo kwa namna yote ile bila kushindwa. Grand Prince ya Myeong akaleta taarifa kwa mfalme kuwa alisababisha mauaji kwa walinzi wa kifalme sio mwanadamu wa kawaida, na inaonekana mauaji hayo hajasababishwa kwa upanga. Hata nyuso zao zinaonekana ni kama zimeungua. Kwa ufupi, hamna yeyote ambaye amekuta akiwa bado ana uhai, wote ni marehemu.
Mfalme akauliza vipi kuhusu maandalizi ya mkusanyiko wa uchoraji yanayokuja, kwa sababu kuna kitu nataka nikuombe. Grand Prince akasema ni amuru chochote mtukufu na mimi nitafanya. Mfalme alipokuwa akitaka kumwambia, akalitoa taarifa na wafanyakazi wake kuwa Haram yuko hapa. Mfalme akasema umefanya makosa. Na je, kosa lako unalijua? Haram akasema ndio. Mfalme akasema kosa lako ni kushindwa kujijali na kushindwa kujilinda wewe mwenyewe. Haram akasema nisamee mtukufu, haitojirudia tena. Mfalme akasema nitakusamee iwapo utanipa majibu yaliyonyooka kwa mambo fulani. Usiku uliopita katika jumba la kifalme, kundi kubwa la bundi lilikuwa likilia, na kila wanapolia watu wanasema hizo ni roho zenye chuki juu ya taifa hili. Haram akasema bundi wakilisha mali ni kwa sababu wanapigana wao kwa wao baada ya kupata chakula. Inaweza kusemwa ni kama mali au mamlaka katika kiti cha enzi. Cha kuongeza ni kwamba bundi ni wanyama wa busara ambao huangaza giza ambalo wanyama watakatifu kama hao waliketi juu ya paa la kifalme. Mfalme akauliza ina maana hii ni ishara nzuri, lakini walinzi wa kifalme walipoteza maisha yao. Je, yote hayo tunaweza kusema ni bahati mbaya? Haram akasema anaweza kuongea kwa zamu, lakini je, ni kweli bundi ndio wanakusababishia wasiwasi? Mfalme akatabasamu na kusema siwezi kukuamulia, kisha akasimama. Akasema mwezi mmoja baadaye mjumbe kutoka himaya ya Yeoni atafika na kaka Oyosi Hong atakuwa sehemu ya enzi, na Grand Prince hana uzoefu wa kutosha kwenye hili, hivyo nitalisimamia mwenyewe. Kisha nitakabidhi kiti changu kwa Crown Prince na ndio utakuwa wakati wangu wa kujiuzuru. Afya yangu inazidi kuwa dhaifu, haraka siwezi kuzuia kuwa na wasiwasi kwa ajili ya nchi yangu. Haram akasema nimesikia magonjwa yasiyojulikana yanazidi kusambaa katika mwili wa Crown Prince. Naomba uwe makini kidogo. Kuna Crown Prince ambaye ndiye mtoto mkubwa wa mfalme, halafu kuna Grand Prince ambao ndio watoto wadogo wa mfalme. Mfalme akasema ni kweli, nilisikia kutoka kwa daktari wa kifalme. Haram akasema nimeweka maisha yangu hatarini kusema neno hili. Tuwezi kupuuza uwezekano wa Grand Prince juu yangu kwa maadili yake makuu, au Grand Prince ya Myong anayeheshimiwa sana na baraza la kifalme, na kuendeleza ufalme badala ya kukabidhi kiti cha enzi haraka kwa Crown Prince ambaye ni mgonjwa. Mfalme akamwambia lazima ujue kuwa si baba yangu wala mimi tulikuwa sahihi kwenye kiti cha enzi. Kulipokuwepo na ukame na njaa, watu wangeshutumu wakisema kwamba mbingu hazikunikubali. Ujue uadui wa watu wakati wa mtu asiyefaa anapokalia kiti cha enzi. Kwa hiyo Crown Prince ni lazima akae kwenye kiti cha enzi haraka iwezekanavyo, na uhalali wake utambulike bila kujali nini kitatokea. Cheonki yuko na mawazo yake anasema ni kweli. Ningewezaje kutarajia kitu kama hicho? Haiwezekani kwangu kuwa na mahusiano kama hayo. Sawa, nimefanya kitu kizuri, lakini natakiwa kusahau. Wenzake wakamwita kwenye ubao matangazo ili aone. Tangazo lenyewe linahusu kusanyiko la wachoraji na Grand Prince ya Myong ndio kaandaa shindano hilo. Cheonki kusikia hivyo akakumbuka alishamfanyia vituko Grand Prince ya Myong na Sitoshi ndiye muandaaji. Baada ya hapo akaitwa kwa mkuu wa shule. Yeye Cheonki kanuna anahisi huenda akazuiliwa asiende kwenye kusanyiko hilo la wachoraji. Mkuu wa shule akamwambia ataenda, lakini mpaka amalize kazi alizopewa. Kazi alizopewa ni kuchora, ila michoro yenyewe sasa, lakini bila kuchoka. Akafanya kazi usiku mzima. Asubuhi mkuu wa shule chuoni wao akaja kutangaza watakwenda kushiriki. Cheonki kuja kuangalia jina lake halikuti. Grandmaster Choi akamwambia nipe michoro uliyoahidi kuimaliza leo. Cheonki akaondoka. Sasa sijui ya kumaliza, lakini atajua mwenyewe huko. Alichokifanya akaja kumbananisha Kang Chonbok. Akamwambia kama usipoweka jina langu nitaenda kumwambia mkuu wa shule kuwa umekutana na Gang Daeki. Basi akawa mpole na Cheonki akajaza jina lake. Kang Chonbok akamwambia Cheonki apeleke mwenyewe sehemu husika. Hakuwa na namna, ikabidi apeleke orodha hiyo, lakini anakumbuka hizo nguo alizovaa amepaa tumia siku moja na kesho arudishe kama alivyopewa, yani no damage. Akiwa bado yuko njiani anakutana na usafiri huu wa kishua. Hisia zake zikamkumbusha yule kijana ambaye ni kipofu. Akaona hayamuhusu, akaamua kufuata biashara zake. Wanyamuzi wanasema mind your business. Baada ya kufika huko anashangaa kumwona mtu ambaye alikuwa akimwaza. Haram akauliza kuna nani aliyeingia? Cheonki akabadili sauti yake na kusema amekuja hapa kuleta listi ya watu watakaoshiriki kwenye kusanyiko la wachoraji. Haram akamgundua kuwa ni Cheonki, lakini akamwambia Grand Prince ya Myong hayupo. Akaona ni vyema kama akimsogelea ili waongee vizuri. Akamwambia sauti yako naijua. Wewe si ndiye Cheonki kutoka nyumba ya wachoraji? Kwani nimekuudhi kiasi kwamba hutaki kunisalimia? Cheonki akasema hapana. Ukweli ni kwamba nilikuja kuonana na Grand Prince. Haram akamuuliza kama ameomba msamaha. Tukiachana na hayo, hata hivyo alikuwa akikutafuta tangu ile siku tulivyoondoka pale. Cheonki kila akikumbuka alichomfanyia Grand Prince ya Myong anakosa raha. Haram akamwambia nipe hiyo orodha na mimi nitaifikisha. Saa ngapi Grand Prince asifike? Cheonki akaona hili lishakuwa baraa, mpaka hapa nimeisha yakanyaga. Hapa nisipokimbia nitakamatwa. Kwa bahati mbaya ngwaro kama ivalia kichwani ikamtoka. Grand Prince ya Myong akaona we sikuachi. Wakakimbizana kweli kweli. Kwenye kujitetea akajikuta tena amemsukuma Grand Prince. Da, binti anazidi kuongeza matatizo. Grand Prince akaona sio kesi. Hebu nipatie hiyo orodha. Cheonki mwenye mbishi hataki kuachia. Ikawa ni mwendo sasa wavuta ni kuvute. Mwisho wakawa wamechana. Haram akawa na kumdaka Cheonki. Grand Prince kadua, kwa nini badala asaidiwe yeye anasaidiwa binti?
ikabidi waingie ndani ili wajenge vizuri. Chonki akabananishwa, anaulizwa ni kwa nini alikuwa akimkimbia. Akasema nilikuwa nikikimbia baada ya kujua wewe ndiye Grand Prince Amyong, kwa hiyo nisingeweza kuweka uso wangu mbele yako. Haram akasema hayo yaishe, Chonki alikuwa akijaribu kunilinda, hivi alifanya makosa bila yeye mwenyewe kujua. Wewe ni nani usimsamee? Lakini akamwambia Chonki kuwa huenda anaweza asimkubali, lakini atabaki kuwa Grand Prince wa taifa hili na ni lazima umbe msamaha na kurekebisha tabia zako. Chonki akaona mimi ni nani nisiombe msamaha, ila msamaha wenyewe ulivyo ni wa kukomoana. Grand Prince akasema kifo kinawakuta wale wasioheshimu ufalme, lakini hapa inatosha. Kama nikikuua nitabaki mjane. Sijui nimepatia, sijui nimekosea. Eti mwanaume anapofiwa na mke wake unamhitaji? Hili ni swali kwako mtazamaji. Haram akaamua kufanya makusudi ili kumtoa Grand Prince kwenye uwepo wa matamanio. Huku mtaani matangazo ya uchoraji yanazidi kubandikwa na wanakamaliwa wanazidi kutia mikeka yao kwa watu ambao wanaamini kuwa wanaweza wakaibuka ni washindi. Nyakati za usiku, Grand Prince Amyong anaendelea kufanya maandalizi kuhakikisha kila kitu kinakaa sawa. Akakutana na Han ambaye akamwambia kuwa lengo la shindano hilo ni kutafuta mtu ambaye ni mchoraji mwenye nguvu za kimiungu ili aweze kurudisha ule mchoro wa kifalme kwa ajili ya kumtia muhuri shetani. Hong Yeon yuko anaendelea na harakati zake za kuchora, lakini anajikuta akipata kumbukumbu za kipindi akiwa anachora mchoro wa kifalme. Chonki kufika anamkuta baba yake amezima. Kwenda kwa dokta akaambiwa umechelewa. Iwapo akapatwa tena na hali ya ukichaa siku za usoni, ataendelea kuishi katika hali ya nusu fahamu na mwisho atakufa. Majibu yake yakamchanganya sana Chonki, akamwomba dokta amsaidie kama kuna njia yote nyingine ya kumsaidia. Dokta akasema ipo dawa moja, lakini hana uhakika kama itafanya kazi. Choeng Simon ni dawa inayoogopeka lakini inasifika kwa kuondoa ukichaa. Chonki akarudi shuleni akiwa ni mtu mwenye mawazo kuhusu baba yake. Choi Jeong akasema shindano hilo litafanyika taifa zima na atakayeshinda atapewa zawadi ya pesa. Kwa hiyo kama ukishinda wewe nafasi ya kwanza, utakuwa na pesa ya kutosha kumnunulia dawa baba yako. Pia inasemekana kuwa mtukufu atapokea ombi kwa atakayeshinda nafasi ya kwanza. Akaja kumuona mkuu wa shule ili amruhusu na yeye kushiriki katika mashindano hayo, lakini mkuu wa shule akawa anamgomea, hataki binti aingie. Chonki akamuuliza kwa nini unanikatalia? Au nafikiri na mimi nitakuja kuchanganyikiwa kama alivyochanganyikiwa baba yangu kipindi anachora picha ya kifalme? Kama ondoke zake baada ya kuona kama anatengwa. Akaja kukaa sehemu hii aliyokaa na Haram kipindi walipokuwa wadogo. Anajiuliza ni nini afanye, lakini kila akiwaza kuhusu baba yake anaona ni heri aende tu. Mfanyakazi wa Haram aitwaye Mayang akamletea taarifa kuwa katika kitabu hicho kuna taarifa kamili kuhusu waziri wa mahakama. Mayang akaambia kuwa Grand Prince Joyoung amekuja hapa kumuona. Haram akamwambia kuwa makini, huyo ni mmoja wa watu ambao wanashukiwa. Anashukiwa kivipi? Tuendelee kutazama. Muda mchache akaingia Moyang. Haram akamwambia ninaelewa wasiwasi wako, lakini kwa kuwa mtukufu amefichua mawazo yake, huu ndio wakati wangu mwafaka wa kulipiza kisasi changu. Moyanga akasema kuhusu Chonki, ndio jina lake kamili. Alifanya mama yake kipindi alipokuwa mtoto. Ana uwezo mkubwa wa kuchora kama baba yake. Pia baba yake alikuwa ni mmoja wa watu waliochora mchoro wa kifalme, lakini kwa sasa amedata. Haram akasema ni yeye. Na je, nini kimetokea kwenye macho yake mpaka anaweza kuona? Moyanga akauliza kwani alikuwa ni kipofu kabla? Haram akasema kisasi changu kiko ndani ya uwezo wangu wakati wowote na muda wowote. Grand Prince Joyoung yuko na watu wake wanapanga jinsi ya kumzuia mfalme kabla hajajiuzuru. Alinyonga akasema njia nzuri ya kuyatimiza yote hayo ni kumpanda Grand Prince Amyong au upande wao. Joyoung akaja maeneo yake akiwa na vijana wake. Wakati wanataka walimwage wakamwona Moyang, ikabidi kujificha. Na ile Wolsong akasema kuanzia kesho inabidi Wolsongdang ifunguliwe tena. Joyoung akarudi Wolsongdang ili kuficha michoro yake feki, kwa sababu ikiwa ili Wolsong atagundua itakuja kuleta kasheshe. Chonki anaporudi shuleni anakuta amesubiriwa na Grandmaster Choi. Akamuuliza wewe ndio umeongeza jina lako kwenye orodha? Akasema ndio. Choi akaanza tena kukichafua kama ilivyo kawaida yake. Chonki akasema wakati ule nilifanya kwa sababu nilikuwa na hasira, lakini sasa hivi ninayo sababu ya msingi ya kulifanya hilo. Choi Won-woo akamwambia Chonbuk ampeleke binti kwenye chumba cha ukweli. Akafungiwa hapo na makofuri makubwa, anafungua kazichukua headmaster mwenyewe. Lakini hayo yote binti anayafanya kwa sababu ya kuhitaji kumsaidia baba yake ili awe sawa. Wote wakiwa wametoka, Chonbuk akaja kumfungulia Chonki. Akaja mtu mmoja na kusema anakusanya michoro yake. Chonbuk akamwambia haipo. Mtu huyo akaamua kutumia nguvu na inavyoonekana sio mwanadamu wa kawaida. Baada ya kuingia ndani akamkuta Chonki, akamwambia nataka michoro yangu. Wakachukua kwa kubatisha na kumpa. Mwamba akasema huu nimeupenda. Chonki akaitumia nafasi hiyo kutoroka. Akaja kwa baba yake na kuchukua baraka kisha akaenda kwenye usaili. Lakini Jangi na kundi lake wakawa wametokea. Si unajua kuwa anamtafuta Chonki, lakini Gopiri akaingilia kati na kumwambia Chonki atoe kitambulisho chake cha uchoraji. Baada ya kujikagua akakuta ana. Akawaruhusu wakina Jangi wamchukue mtumiwa wao. Kwa bahati nzuri Haram akawa amefika na kumtetea Chonki. Na hapa tunamaliza episodi ya 4, tukutane episodi ya 5.